ile dhambi inaitwa unafiki. Sikiliza kidogo. Hypocrisy. Kwa nini ni unafiki? Mnafiki yuko hivi, amechoka ama hataki aeleweke hivyo, kwa sababu hata yeye mwenyewe hataki hiyo tabia. When we are fed up with unspirituality, hatutaki tena tuendelee kuwa hivyo, hatutaki tuonekane sisi sio wa kiroho. Angalia na kuanzia, sikiliza vizuri. Hanania na Safira walikuwa ndani ya kanisa hili ambalo ni vibrant la kiroho. Roho Mtakatifu yuko juu yao, lakini hawakutaka na wao wajulikane kana kwamba sio wakarimu kama wenzao wenye mali. No, tunataka tujulikane na sisi ni wakarimu. Kwa hiyo unafanyaje hivyo? Nitauza kiwanja. Kaambia na mitume, naenda kuuza kiwanja, nitaleta. Sikiliza, na hii ndio hatari. Watu wanapoahidi mbele za Bwana, tareta simenti, tareta mbao, tareta misumari, tafanya hiki, kwa kuwa uongozi wamebaki na ile rekodi. Sasa unaanza kukumpigia simu, muda umeenda Chenga, mwisho unahama hapa Kizota, unaenda Kikuyu. Ukifika Kikuyu unapotezea. Wengine tunapotezea tukiwa hapa hapa. Naomba usikilize vizuri. Sikiliza, naomba usikilize vizuri sana. Petro anasema kile kiwanja si kilikuwa chako, na kule kuuza si uliuza, si ungeamua tu kubaki hivyo. Yaani shida ni kwamba unachofanya uongo hapa ni mbaya kiasi kwamba unataka unagiribu Mungu na unagiribu kanisa. Unaligiribuje? Mimi ni mkarimu. Yaani mimi ni mkarimu, wakati ukweli ni usio wenyewe. Kwa hiyo hautaki uonekane sio mkarimu, lakini usiko hivyo ulivyo. Ndio maana ya kwanza unataka ueleweke hivi, maana umejua hii sio sehemu nzuri unayopaswa kuwa. Sasa unataka ueleweke hivi, wakati sio. Hypocrisy. Unafiki unamaanisha nini kingine? Yaani unatoa sehemu, lakini unataka watu wajue umetoa vyote. You give part of it, but you claim have given all. Natoa sehemu, lakini na madai ya kutoa vyote. Na ndio maana nikasema Mungu aturehemu, kwa sababu niwape tu mfano. Unatoa, unasema zaka 50,000. Wakati zaka inafanya hivi, ni mahesabu 1/10 na ulichopokea. Sasa kama umepokea 500,000, zaka yake ni elfu ngapi? Kwani hiyo hesabu nayo ni ngumu? Kama ni 500,000, zaka ni elfu ngapi? 50,000. Sasa napokea 5,000, halafu ninaandika zaka 45,000, 40,000, 30,000. Mwanzini hawezi jua, maana hajui mshahara wako. Lakini kwa nini umeandika zaka? Umeandika zaka, maana yake zaka huwa ni 1/10 ya pato. Kwa hiyo unataka waumini wajue unatoa kwa ukamilifu. Lakini wakati huo unajua sio. Hypocrisy ni mbaya. Ndio maana Mungu asipotusaidia hali yetu ni mbaya. Ndio maana ukiita miito kwa ajili ya kujitoa, kutoa nguvu, kutoa utaalamu, kutoa mali, watu wa Mungu wanajiandikisha. Kwa nini? Anasema ulikuwa na uwezo wa kutofanya hivyo, lakini kuja kwa uongozi na kusema hivyo, maana yake una roho ya udanganyifu. Ninataka waumini wajue wewe na wewe umejitoa, unaikarimu kazi ya Bwana. When we fail, tunapoanguka, tunaacha image ya kugiribu upande wa Bwana na kanisa. Hanania akadondoka na Safira akadondoka.